Kwa muda kidogo hatujakutana, lakini hatimaye tunakutana tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuyajadili yale mengi ambayo tumekuandalia kikaoni. Mimi naitwa Dickson, kama ilivyo kawaida, na kukaribisha sana popote pale ulipo tuweze kuanza mazungumzo yetu. Siku hii ya leo mgeni wangu ni Ngelime, miongoni mwa viongozi wa kisiasa ambao wamepita katika nafasi mbalimbali ndani ya chama, lakini vile vile kwenye upande wa serikali pia. Tutapata kuzungumza naye mengi, tuko naye hapa. Karibu sana Ngelime. Asante sana. Nashukuru sana kwa kufika kikaoni. Amina. Umekuwa ni wakati mzuri, lakini kabla ya kuanza pengine tufahamu safari yako ya kisiasa imekuwa katika misingi ipi kwa ujumla? Siasa zangu katika mabadiliko ya nchi hii zimekuwa za kupanda na kushuka, za maumivu makali ambazo tumekuwa tukipitia, na siku zote kama mnavyofahamu kwamba wapinzani katika nchi hii wamegeuzwa kama maadui wa taifa hili. Lakini tukirudi katika hali ya kawaida, mpinzani anajaribu kumwelekeza yule ambaye anaongoza ili aweze kusimama vizuri. Unadhani kwa nini mnatafsirika kama maadui na sio viongozi ambao mnaweza kuwa na maoni mbadala ambayo yanaweza kusaidia kujenga taifa? Tunatafsirika kama maadui kwa sababu tumekuwa tukikosoa, na hao wenzetu ambao wanaongoza huwa wapendi kukosolewa. Na siku zote unajua wewe mkosoaji unakuwa ni mkweli kuliko anayekuongoza. Anayekuongoza anaweza akaja na kudanganya ukaamini, watu wengine wanaamini katika uongo, lakini ukitokea mtu ambaye unakosoa na unasimama katika ukweli, wao wanakuchukia. Sawa sawa. Ni Emmanuel Ngelime, miongoni mwa wanasiasa makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ambaye ametumika ndani ya chama lakini vile vile katika nafasi upande huu wa serikalini kwa maana ya kiongozi wa wananchi kwa maana ya ngazi ya mtaa. Umekuwa mwenyekiti wa mtaa. Kuna mambo mengi yakatokea katika nafasi hiyo, lakini yaliyotokea tukasikia changamoto ya wewe kugombana na kiongozi mmoja wapo wa wilaya kwa maana ya mkuu wa wilaya, ikatafsirika kwamba amekupiga. Pengine tukio lile lilileta hali ya sintofahamu kidogo. Tungetamani utupitishe ilikuwaje mpaka mkuu wa wilaya akanyanyua mkono kwa kupiga. Ni kweli alikupiga ama ilikuwa tu ni kashfa tu za kisiasa? Haikuwa kashfa ya kisiasa. Nakumbuka ilikuwa tarehe 11 mwezi wa 6, tulikuwa tunajiandaa kwa ajili ya upokezi wa mwenge. Alikuja mkuu wa wilaya katika ofisi yangu ya serikali ya mtaa, lakini baada ya kuwa amefika hakuja kistaarabu. Sasa hata mimi mtu ukija bila kuwa mstaarabu kwenye ofisi ambayo mimi naisimamia, na mimi ustaarabu wao unakosekanika. Kwa hiyo alikuja na kamati yake ya ulinzi na usalama, wakaniambushi pale, akiniambia kwamba sina sifa ya kuwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Mimi nilimuuliza, unataka kuwa wewe mwenyekiti na mkuu wa wilaya? Akaniambia huna sifa. Kweli nilikuwa nimekaa naye, yani tumepakana hivi, akanipiga kibao mgongoni. Kidogo tu kabla hatujafikia kuangalia ilikuwaje mpaka kupiga. Umesema alipofika kukwambia hauna sifa ya kuwa mkuu wa wilaya, ya kuwa mwenyekiti wa mtaa. Mlianzia wapi hasa katika mazungumzo mpaka akafikia kusema huna sifa ya kuwa mwenyekiti wa mtaa, ili hali umechaguliwa katika uchaguzi halali, sivyo? Naam. Sasa ilikuwa hivi, mimi mtaa wangu ni wa Buguruni. Mtaa wa Buguruni unaendeshwa kwa staili ambayo iko tofauti kidogo. Ndio maana kuna watu wengine wameshindwa kabisa kuendesha ule mtaa. Ule mtaa una kila aina ya mambo ambayo yapo. Kuna wale watu ambao ni wema, wanapatikana Buguruni. Kuna wakorofi wanapatikana Buguruni. Vibaka wanapatikana Buguruni. Wachawi wote wanapatikana Buguruni. Kwa hiyo ni mtaa ambao unakusanya kila aina ya takataka ambayo inapatikana pale. Sasa mimi nakumbuka waandishi wa habari mlishawahi kufika pale. Tulikuwa tuna sungusungu kali sana
Nafikiri ile sungusungu ndio ilikuwa inaongoza katika mkoa wa Njombe. Okay. Sisi tulikuwa tunasema kwamba ikifika saa 4 usiku ndio hatuhitaji kuona bodaboda ikikatisha kwenye mtaa wetu, kwa sababu bodaboda tulikuwa tunaamini ndio wanawaleta watu kwa ajili ya kuja kufanya uharibifu mtaani kwetu. Kwa hiyo tulikuwa tumekataza. Sasa mpaka mkuu wa wilaya anakuja, kulitokea mtu mmoja ambaye nafikiri alikuwa planned. Okay. Alikuja akadai kwamba amebakwa na mwenyekiti. Alidai kwamba amebakwa na mwenyekiti, lakini mwenyekiti yupi? Polisi ambaye mwenyekiti ni mimi, mimi ambaye ni Emmanuel Ngelime. Okay. Akaniambia kwamba akaenda kufungua mashtaka kwamba amebakwa na mwenyekiti, wakisaidiana na mjumbe. Okay. Aliyekuwa anaitwa Stumai Mweli, alikuwa mjumbe wangu wa kamati ya mtaa. Kwa hiyo bahati nzuri na nafikiri kuna askari ambao ni wastaarabu sana. Walimwambia yule dada kwamba unatakiwa useme ukweli, kwa sababu tukienda hospitali utaenda kupimwa ili tujue umebakwa au hujabakwa. Lakini tukienda mbali, tukirudi yule dada alifika hospitali, alikuta yupo kwenye siku zake. Okay. Kwa hiyo akarudi, lakini mwisho wa siku RCO aliyekuwepo hapa alikuwa anaitwa Afande Ulime, akatuambia kwamba tumlipe yule dada. Nikamwambia tunamlipa kwa kosa gani? Kwa kosa gani? Tumefanya nini? Nikamwambia mimi siwezi kulipa hata shilingi moja. Basi kesi ikapelekwa mahakamani. Mahakamani tukaenda tukabishana kwa hoja, lakini unajua wenye mamlaka. Nikasikia siku ananiambia kwamba bwana Emmanuel Ngelime na Stumai Mweli mjitetee. Sasa unaambiwa ukisha kuwa mahakamani ukiambiwa ujitetee ujue kabisa kwamba hapa sasa ni adhabu inayofuata. Okay. Tukajitetea, lakini tukafungwa kifungo cha mwaka mmoja nje. Mimi nikaendelea na kazi. Kaendelea kuhudumia wananchi wangu wa mtaa wa Matalawe, Buguruni. Siku ndio akaja yeye. Ndio akaja sasa mkuu wa wilaya. Akaja mkuu wa wilaya. Ambaye kipindi hicho alikuwa ni Ruti Msafiri. Okay. Lakini wakati huo tulibishana mimi na yeye kwenye ziara ya waziri mkuu. Okay. Kwamba maana alisema yeye hawatambui wenye viti wa serikali za mitaa, na alisema tutambui kwa sababu wenye viti wengi sana kipindi kile tulikuwa wengi wa Chadema. Akasema hatutambui, lakini mimi ndio nikamuuliza, nikamwambia mama, unafanyaje kazi na watu ambao huwezi kuwatambua? Akasema wewe kama hutaki mimi niwe mkuu wako wa wilaya, nenda kaandike bango kwa waziri mkuu, andike bango kwamba hatuna imani na mkuu wa wilaya. Mimi nilimjibu hivi, nikamwambia hatuna muda wa kuandika bango la kukutoa wewe. Sisi tuna mambo mengi ya kuyafikiria. Tuna swala la Lombesa, umeme Njombe shida, maji Njombe ni shida. Tutaandika mabango ya namna hiyo, ila sisi Njombe tutakutoa wenyewe. Okay. Ndio nilipomwambia hivyo, na ugomvi ndio ulipoanzia hapo. Kwa hiyo kutoka pale nikawa ni adui yake. Okay. Sawa, akafika sasa ofisini na akakwambia hakutambui kama mkuu wa wilaya, na akafanya hicho ambacho umesema, kukupiga, si ndio? Na kamati nzima ya ulinzi na usalama. Ikawaje? Akafika pale akaniambia, wewe unafanya nini ofisini? Mtu umeshafungwa kifungo cha mwaka mmoja, unang'ang'ania ofisini kufanya nini? Mimi nikamwambia basi mkuu wa wilaya, kama unafikiri sina sifa ya kuwa mwenyekiti, naomba nikuitie wananchi waje waseme kwamba mimi sina sifa ya kuwa mwenyekiti. Pengine kabla hatujaendelea, baada ya kumaliza kifungo hicho ambacho umekiri kwamba ulipewa, kuna barua yoyote ya kukuondosha ofisini ambayo umeshakupokea kutoka mamlaka za serikali? Sijawahi kupewa barua aina hiyo. Nini kinapaswa kufanyika ili wewe uweze kuondolewa kwa mujibu wa sheria, ili uweze kukosa sifa? Nini kilipaswa kufanyika ili uweze kutoka ofisini? Sawa, ilitakiwa mkurugenzi atangaze kuto kuwepo mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Buguruni, aitishe uchaguzi mwingine, ila sio mkuu wa wilaya. Yalifanyika hayo ama? Hayajawahi kufanyika. Okay. Hakuwahi kufanya hivyo, na nilivyomwambia hivyo alinisema wewe unammudu mkurugenzi, kwa hiyo mimi naamua kukutoa. Na akaniweka ndani masaa 48 ambayo yeye alisema kwamba yako ndani ya mamlaka yake. Okay. Sawa sawa. Emmanuel Ngelime aliyewahi kuwa mwenyekiti wa mtaa wa Buguruni hapa Njombe mjini
lakini vile vile ametumika katika nafasi za uongozi ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini vile vile taarifa nilizonazo mimi binafsi zinadai pia amewahi kuwa mtumishi wa serikali, kwa maana ya kutumikia moja kati ya taasisi ya ulinzi na usalama hapa Tanzania. Tutarudi kwa ajili ya kulizungumzia hilo. Mapumziko mafupi, nitarejea.